Bwana mkulima, na wewe ni mmoja kati ya wale wakulima ambao wananunua dawa za aina tofauti tofauti kisha wanachanganya kwenye kopo moja na wanapiga shambani kwao. Unakuta mteja amechukua dawa panchi, unakuta mteja amechukua dawa kwa mfano Iron Force, pia akaja akachukua dawa Seba, na baadaye unakuta mteja akachukua dawa ya Coloville. Hapa nimeonyesha dawa za aina 4. Nakuta mteja akachukua dawa za aina 4. Anachokifanya, hizi dawa anazifungua zote, alafu anaenda kuchanganya kwenye kopo moja, kisha anapima mililita moja, anapiga shambani kwake. Sasa kwa leo nitaka nikuelezee ni madhara gani ambayo yanaweza akatokea kwa kufanya kitendo kama hicho, kwa sababu wakulima wengi huwa tunawashauri, kama unahitaji kuchanganya dawa, unataka kupiga dawa zaidi ya aina moja, ni kitu gani ukifanya? Huwa tunawashauri kwamba kila dawa apime milizi yake, aweke kwenye bomba, maana aende kuchanganyia kwenye bomba likishakuwa na dawa, au achanganyie kwenye ndoo, achanganyie kwenye bomba likishakuwa na maji, au achanganyie kwenye ndoo ambayo tayari kaiweka maji. Ndio tunashauri wakulima. Kwa hiyo unapima milizi zake, unaweka kwenye bomba, kila moja inapima milizi yake, unaweka kwenye bomba. Sasa wakulima wengi wamekuwa wakichanganya kama nilivyokuelezea, wanachanganya kwenye kopo moja kisha wanapiga milizi moja, wanapima milizi moja wanapiga shambani. Sasa ni madhara gani ambayo yanaweza kutokea kwa kufanya kitendo kama hicho? Kitu cha kwanza, unaweza ukasababisha jambo kubwa sana kwenye mimea yako. Unaweza ukachoma mimea. Kwa nini? Hizi dawa ambazo unazichanganya, kumbuka kila dawa hapo inakuwa na kiambata chake, na kila dawa imetengenezwa kama kemikali tofauti tofauti. Kwa muda mwingine unaweza ukachanganya dawa za aina 5, kwa mfano hizo kuonyesha hizo, alafu zile kemikali au viambata vile vikakaa. Kwa hiyo unaweza ukachanganya dawa ambapo dawa ile ukishaichanganya unakuta vile kemikali zile ambazo zimetengenezewa dawa hiyo hazijaendana. Sasa kama kemikali hazitaendana kwenye hiyo dawa ambayo umechanganyia, kitu gani unaweza kutengeneza pale? Unaenda kutengeneza moja kwa moja sumu. Sasa ukishatengeneza sumu, kitu gani kinaenda kutokea? Ukishapiga shambani, kitu kinachoenda kutokea shambani ni kuunguza mazao. Unaweza kaenda kuunguza mimea yako yote ambayo umepanda shambani kwako. Kitu cha pili, kitu gani inaweza kutokea? Utapunguza nguvu ya dawa moja. Unaweza kupunguza nguvu ya dawa moja. Hii imetengenezewa kemikali. Na kitu hiki wakulima wengi nahisi wanakijua na wamekiona zaidi shambani kwao. Unakuta mtu amechukua dawa ya katangazi na matobozi, amezichanganya, amepiga kwa pamoja. Nakwambia dawa ya katangazi imefanya kazi, ila matobozi naona bado yanavamia. Ile jua kwamba ile dawa katangazi imeenda kupunguza nguvu ya ile dawa matobozi, ndio maana ile imekuwa ina nguvu ya chini. Kwa hiyo haijaenda kupata nguvu sana, haijawa na nguvu sana kuweza kuua wadudu, lakini nyingine imeweza kufanya kazi. Na hizo ndo sababu kuu mbili ambazo tunashauri kwa nini mkulima asipendelee sana kuchanganya dawa nyingi kwenye kopo moja. Na kufika mpaka hapo utakuwa umeelewa. Sisi ni Mnyamani Usa Agrovet, tunapatikana Ilula, Iringa.